Watumishi wengi ambao wako chini ya TAMISEMI wamekuwa wakipata changamoto sana katika swala zima la kuweza kuomba uhamisho. Wengi wao ni kama vile hawajui wapi wanatakiwa kuingia ili kuweza kufanikisha swala zima la uhamisho, lakini pia wengine ni kutokujua ni nini wanafanya wanapokuwa wanaomba uhamisho. Katika video hii tutaenda kuona ni namna gani tunaweza tukaomba uhamisho ndani ya mfumo wa ESS. Tutaanza kwa kuangalia aina za uhamisho ambazo zinapatikana katika mfumo wa ESS, lakini pia tutaenda kuona ni namna gani tunaweza tukaomba kila aina ya uhamisho katika mfumo wa ESS na ni vitu gani vinatakiwa kufanywa unapokuwa unaomba uhamisho katika mfumo wa ESS. Karibu tena katika chaneli yetu ya Funzi Bora, chaneli inayokupa mafunzo kuhusiana na masuala ya teknolojia kwa njia rahisi kabisa. Kama nilivyosema hapo awali kwamba leo tutaenda kuona namna tunaweza kuomba uhamisho kupitia mfumo wa ESS. Cha kwanza kabisa utaingia katika akaunti yako ya ESS kama unavyoingia kila siku kwa kutumia username ambayo ni check number pamoja na password. Ukishaingia katika akaunti yako ya ESS, kitu cha kwanza kabisa ili kuweza kuomba uhamisho, hakikisha ume-upload CV yako katika mfumo wa ESS. Kwa maana kwamba kama hauna CV katika mfumo wa ESS, mfumo hauwezi kukuruhusu kuweza kuomba uhamisho. Kwa ili uweze kuupload CV yako, utaenda katika moduli ya e-uhamisho au e-transfer inaitwa. Utaenda sehemu ya my CV, kisha utaenda sehemu palipoandikwa upload CV hapa juu. Ukisha upload CV yako itaonekana kwa chini kama ambavyo hiyo ya kwangu inavyoonekana. Kabla ya kuomba uhamisho, unatakiwa kutambua kwamba mfumo wa ESS unatoa uhamisho wa aina 3. Uhamisho wa kwanza unaitwa transfer request. Huu ni uhamisho ambao mtumishi anaomba direct kutoka kituo alipo kwenda kituo kingine. Napozungumzia kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine, inawezekana labda wewe ni mwalimu au ni mtendaji au ni mtumishi wa aina yote, labda unafanya kazi halmashauri ya wilaya labda Kasulu, unataka kuhamia Kibaha. Maana sasa hapo ni unaomba uhamisho direct kutoka Kasulu kwenda Kibaha. Uhamisho wa pili ni uhamisho ambao unaitwa vacancy request. Hii vacancy request ni uhamisho ambao kabla haujafanya chochote ni lazima uombe nafasi kwenda kule ambako unataka kwenda. Kwa mfano unafanya kazi Morogoro vijijini, unataka kuhamia labda Ifakara. Kwa hiyo unachokifanya unaomba nafasi kule Ifakara. Nafasi kule ikipatikana, ukishajibiwa ndipo unaendelea na mchakato mwingine wa uhamisho. Lakini uhamisho wa tatu unaitwa ni uhamisho wa kubadilishana. Huu ni uhamisho ambao kwa sasa hivi umezoeleka sana, kwamba mnabadilishana vituo vya kazi kati ya watumishi wawili. Kwa hizo ni aina za uhamisho ambazo zinapatikana katika mfumo wa ESS. Katika video hii ya kwanza tutaenda kuona ni namna gani tunaweza kuomba ule uhamisho wa kubadilishana ambao ndio wengi sasa hivi wanatumia, hasa wale ambao wapo katika kada ya elimu. Kuna njia mbili za kuweza kuomba uhamisho wa kubadilishana. Njia ya kwanza ni kumkubalia mtu ambaye ameweka ombi katika mfumo wa ESS ambaye anatafuta mtu wa kubadilishana. Njia ya pili ni kutengeneza ombi katika mfumo wa ESS ili atakayekuwa anahitaji kubadilishana na wewe atakapoliona ombi lako basi aweze kulikubali kisha mweze kuendelea na mchakato. Kwa tutakachokifanya cha kwanza, tutatengeneza ombi. Tunatengenezaje ombi la kutaka kubadilishana katika mfumo? Unaweza ukaingia sehemu mbili. Unaweza ukaingia hapo ilipoandikwa incoming exchange request. Hapa ndiko sehemu ambako unaona yale maombi ya watu ambao wanahitaji kubadilishana. Ukifungua utakutana na listi ya watu ambao wanahitaji kubadilishana kituo cha kazi. Utaona jina, utaona anakotoka, utaona anakotaka kwenda. Kwa juu kuna sehemu imeandikwa create exchange request. Kwa hiyo inawezekana labda katika hii list ya hao ambao wapo hapa hakuna yule ambaye wewe unahitaji kwenda akiwa amekuwa listed hapo. Kwa hiyo utakachokifanya utacreate ya kwako ili mtu atakapoiona hiyo exchange request yako basi aweze kuiaccept na kisha mweze kuendelea na mchakato wa kubadilishana.
Kwa hiyo unaweza ukaingia hapa katika incoming exchange request au ukaenda sehemu nyingine ambayo inaitwa own exchange request. Na kwenyewe ukifika hapa na upande wa juu utakutana na option ya create exchange request. Utakachokifanya ili kutengeneza uhamisho wa kubadilishana katika mfumo, utabonyeza create exchange request. Kisha hii menu ikifunguka, utachagua from organization or from region. So sisi tunachagua from organization. Unapochagua from organization, maana yake inakupa option ya kuweza kuchagua taasisi ambao unahitaji kubadilishana na huyo mtu au halmashauri huyu mtu ambaye unataka kubadilishana naye. Kwa mfano mimi niko halmashauri ya wilaya ya Ulanga, labda nataka kubadilishana na mtu ambaye yuko halmashauri ya wilaya ya Kibaha. Kwa hiyo nitaandika Kibaha. Utaona nikianza kuandika zile options zinakuja. Kuna Kibaha Municipal Council, Kibaha District Council, Kibaha Education Center, KC. Maana yake hiki ni kituo cha masuala ya education. Kwa hiyo nataka niende manispaa. Kwa hiyo nitaclick manispaa. Mobile number, hii ni namba ambayo ipo katika mfumo wa ESS, itajazwa automatic. Lakini pia email na nyamba unatumia katika mfumo wa ESS na yenyewe hapo itajazwa automatic. Lakini pia workstation ambayo unafanya kazi na yenyewe itajazwa automatic. Sehemu ambayo utatakiwa kujaza nyingine ni sehemu pale kuandikwa select reason. Ukiklik hapo select reason, utaona reason ziko nyingi. Je, sababu inayokufanya wewe uweze kutoka hapo uliko kwenda huko Kibaha ni ipi? Labda ni issue za medical condition, unataka kuwa karibu na kituo cha afya ambacho wewe unachukulia labda dawa. Lakini pia medical condition nyingine inawezekana mazingira ya hali ya hewa ya hapo ulipo sio favorable kwako, unataka kujoin na familia yako au mkeo. Lakini pia inawezekana umekaa katika kituo hicho kimoja kwa zaidi ya miaka 5 au unataka kuweza kukutana na changamoto mpya. Kwa hiyo utaselect condition ambayo wewe unaitaka. Japo wengi huwa tunachagua hii ya join my spouse au my family. Ukishamaliza utabonyeza save. Ukishabonyeza save, hiyo transfer exchange itakuwa created na itaonekana katika sehemu ya own exchange request. Wewe ukiingia utaiona katika sehemu ya own exchange request. Maana yake kwenye own exchange request, hapa ndipo ambapo zile exchange request za kwako ulizokubali kutoka kwa watu wengine na ulizozitengeneza wewe mwenyewe huwa zinaonekana. Hivyo ndo tunavyotengeneza hiyo exchange request. Lakini inawezekana labda tuifute. Inawezekana labda mimi baada ya kuingia katika hizi incoming exchange request nimemkuta mtu ambaye anahitaji kwenda katika halmashauri iliyokuwepo. Kwa mfano mimi niko Ulanga. Let's assume huyu wa Ludewa, mimi nataka niende Ludewa na yeye anataka aje Ulanga. So hii exchange tunafanyaje? Unachokifanya utaklik kwenye hii hapa more option. Ukiklik hapa utapata details za huyo mtu. Ukishazipata hizo details za huyo mtu, utakachokifanya utabonyeza accept request. Ukibonyeza hii accept request, basi unakuwa unaendelea na step nyingine zinazofuata. So baada ya kuwa umesha accept ile request ya huyo mtu ambaye mnahitaji kubadilishana naye, ile accept huwa inakuja katika own exchange request. Nikija katika sehemu ya own exchange request, ukiklik information itakuwa inaonekana kama hivi ambavyo jinsi inavyoonekana. Chini itakuandikia your exchange vacancy request is labda inasubiri kuwa approved, kwa sababu kinachofanyika baada ya nyinyi kuwa mmeshakubaliana sasa kuweza kufanya ile exchange request. Ile exchange request huwa inarudi halmashauri. Ikirudi halmashauri ikiapprove sasa sehemu zote mbili, kule unakotaka kwenda na kule unakotoka, halmashauri zile zikisha approve ile transfer exchange request, kinachofanyika inakuwa inaleta information kama unavyoiona hapo. Kwa ukifika hapa wewe unafanya nini? Utakachokifanya utaenda pale kuandikwa transfer request. Ukibonyeza transfer request, itakupeleka sehemu ya transfer request ambayo ni sehemu ya kwanza kabisa. Hii hapa itakuleta hapa kwenye transfer request. Lengo la kuleta katika transfer request ni lipi? Ni ili uweze kuweka zile attachment ambazo zinahitajika ili uhamisho wako uweze kwenda ngazi inayofuata. Kwa hiyo attachment zinazohitajika kuwekwa
hapa ni barua zako za ajira zote. Maana yake barua ya ajira, barua ya kuthibitishwa kazini, kama ulipanda daraja basi barua ya kupanda daraja, lakini pia barua ya kuweza kuomba uhamisho. Attachment nyingine ina depend na sababu ya uhamisho ulioweka. Kama uliweka ni issue za masuala ya afya, maana yake itabidi uattach document kutoka hospitali ambazo zina muhuri kabisa na zinazothibitisha kwamba kweli mazingira yaliyokuwepo sio favorable kwako. Kama ni issue ya kujoin your family, labda mkeo au mumeo, utatakiwa kuattach cheti cha ndoa ambacho kinatambulika na serikali. Baada ya hapo utakuja chini utasubmit huo uhamisho wako, na uhamisho wako utaenda kwa supervisor wako ambaye ni mkuu wa kituo. Kwa hivyo ndivyo ambavyo tunaomba uhamisho kwa njia ya kubadilishana. Katika video inayofuata tutakuja kuona namna ya kuweza kuomba uhamisho ambao sio wa kubadilishana, namaanisha ule uhamisho wa direct.